utekelezaji, mafanikio makubwa tumeona. Naam, Waswahili husema penye zuri sharti pasemwe, na mcheza kwao hutunzwa. Ni miaka 2 sasa tangu kuanzishwa kwa taasisi ya Afisi ya Rais, ufuatiliaji na usimamizi wa utendaji serikalini, yani Presidential Delivery Bureau ZPDB. Taasisi hii iliyo chini ya Afisi ya Rais Ikulu ilizinduliwa rasmi tarehe 2 Disemba mwaka 2022 na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi katika viwanja vya Ikulu Zanzibar. Ni dhahiri kwamba kupata mafanikio kunahitaji kuwepo vipaumbele na shabaha zinazoweza kupimika. Aidha, pawepo na mipango makini na ufuatiliaji wa mara kwa mara ili kutatua matatizo yanayojitokeza ili kuondoa ucheleweshaji huo. Mimi binafsi nimefanya kazi kwa karibu na timu yangu na taasisi ya Tony Blair pamoja na UNDP katika kubuni muundo wa hii PDB na kuweka kipaumbele katika sekta 4 ambazo nataka kuanza nazo kwa lengo la kuongeza kasi ya utekelezaji na usimamizi wa ahadi zangu kwa wananchi wa Zanzibar. Sekta hizo ni miundombinu, utalii, uchumi wa bluu kwa ujumla wake na huduma za jamii. Kwa kweli Mheshimiwa Rais alipoanzisha hii taasisi haikuwa ile ya kubahatisha au ya kuanzisha kitu na kutelekeza. Tumekuwa tukipokea misaada ya aina yote tunayohitaji kutoka kwake, na hii imefanya kazi yetu ambayo ni nzito kwa kiasi fulani kuweza kuwa inafanyika. Mafanikio kila mwenye macho yake anayaona. Hatua ya mwisho inayotakiwa katika uanzishwaji wa bureau ni kuleta utamaduni wa ufanisi. Na utamaduni wa ufanisi kwa Kiingereza unaweza kusema delivery culture. Ni jambo ambalo ni la muhimu sana katika usimamizi wa utendaji na katika kuhakikisha kwamba ufanisi unatokea na unakuwepo ambao ni endelevu. Nikiukumbuka ule msemo wa miaka 4 kama 400, kwa ZPDB miaka 2 kumepatikana mafanikio mengi na makubwa. Taasisi ya ZPDB imepewa dhamana ya kufuatilia na kusimamia kwa wakati utekelezaji wa haraka wa ahadi za Mheshimiwa Rais na serikali kwa wananchi katika miradi iliyopo katika maeneo ya vipaumbele kama uchumi wa bluu, utalii, miundombinu na huduma za jamii. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alisisitiza kuwa kufanikisha malengo ya kuijenga Zanzibar ya ndoto yetu kunahitaji mbinu mpya na za kisasa badala ya kuendelea kufanya kazi kwa mazoea. Hivyo, ZPDB imepewa jukumu la kusimamia kasi ya utekelezaji wa kazi za serikali bila kuchukua nafasi za wizara, idara au vitengo husika. Badala yake, taasisi hii imejikita kusaidia kuondosha vikwazo, kubaini uhaba wa rasilimali na kushughulikia changamoto zinazoweza kuchelewesha maendeleo, ikiwemo miradi ya kipaumbele ya serikali. Katika kipindi cha miaka 2, ZPDB imekuwa daraja muhimu kati ya Mheshimiwa Rais, watendaji wa wizara, taasisi za serikali na wananchi katika kuhakikisha kuwa miradi ya kipaumbele inatekelezwa kwa haraka, ufanisi na inakamilika kwa wakati. Sasa tutizame na tufuatilie kwa makini miongoni mwa hatua za mafanikio ya ZPDB ndani ya miaka hii 2. Taasisi ya ZPDB ikishirikiana kwa karibu na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar katika kuhakikisha kuboresha miundombinu ya elimu kama ujenzi wa madarasa mapya na skuli mpya za kisasa zenye maabara, maktaba na mifumo ya tehama. Nadhani mimi kwa Wizara ya Elimu nataka niweke wazi, PDB wamekuwa wakinisaidia mimi katika usimamizi wa utekelezaji wa miradi kwa mujibu wa matarajio na malengo ambayo Mheshimiwa Rais anayatarajia kwenye sekta ya elimu. Kwenye Wizara ya Elimu wengi mmeshuhudia shule zinajengwa za kisasa kabisa, shule za ghorofa, walimu wameajiriwa, lakini pia kuanzisha utaratibu wa mafunzo kupitia teknolojia. Sekta ya elimu, utoaji wa elimu, upatikanaji wa elimu umeweza kufanikishwa au kuwezeshwa kuwa rahisi zaidi kwa kutumia teknolojia. Uboreshaji wa huduma za afya kwa jamii pia umepiga hatua kubwa kutokana na ushirikiano
kati ya ZPDB na Wizara ya Afya Zanzibar, ambapo ZPDB imefuatilia na kusimamia ujenzi wa miundombinu ikiwemo ujenzi wa hospitali 10 za wilaya pamoja na hospitali moja ya mkoa ya Lumumba hadi kukamilika kwake. Taasisi ya PDB na watendaji wake mbalimbali tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana kwenye kuona namna gani tunaboresha hii miundombinu kama vile serikali inavyotoa miongozo katika nyakati mbalimbali. Sekta ya afya tukianzia, sote ni mashuhuda kwamba sekta imepata hospitali mpya 10, na hizi hospitali kwa sasa hivi zinasimamiwa kupitia mfumo wa outsourcing, ambapo wawekezaji binafsi wanashirikiana na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kusimamia utoaji wa huduma za afya. Upande wa afya tunaendelea kushirikiana na Wizara ya Afya kwa karibu kuhakikisha kwamba huduma za afya zinapatikana kiurahisi kwa wananchi ili kupunguza ule muda ambao watu wanaspend mahospitali. Maji ni uhai. Katika upatikanaji wa maji safi na salama, ZPDB kwa kushirikiana na Wizara ya Maji, Nishati na Madini pamoja na Mamlaka ya Maji ZAWA zimeweza kufanikisha malengo ya Mheshimiwa Rais katika ujenzi wa miundombinu bora ya maji. Kwa jumla, taasisi yetu hii ya PDB imekuwa ni kichocheo katika shughuli zetu za wizara hii, hasa katika sekta yetu ya maji, nishati hata na madini. Imetusaidia sana katika kujadiliana mikataba mbalimbali, lakini pili na kuweza kutupa miongozo na kuibua miradi mbalimbali, hasa katika miradi ya maji. Katika sekta ya maji tukisimamia hapo, tunazungumzia miundombinu iliyojengwa kwa sasa hivi Zanzibar nzima. Sote tunaona matenki mapya yamejengwa, visima vipya vimechimbwa, bomba mpya zimelazwa, lakini pamoja na maeneo yanaanza kupata maji. Vile vile ZPDB na Wizara ya Maendeleo ya Jamii wanatekeleza miradi ya uwezeshaji jamii, ikiwa ni pamoja na kuwapatia huduma bora wazee. Hata hivyo, elimu kwa wajasiriamali wadogo imechukua nafasi yake kwa lengo la kuwawezesha wajasiriamali na kuwapatia mikopo yenye masharti nafuu. Taasisi hii tokea kuanzishwa kwake miaka 2 iliyopita imekuwa ni msaada mkubwa kwa Wizara yetu ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto katika kuweka mipango yake mizuri na mikakati ya utekelezaji. Tumekuwa karibu sana tukishirikiana taasisi ya Ofisi ya Rais na ufuatiliaji, yani Presidential Delivery Bureau. Tunawashukuru sana, tulikuwa tukifanya kazi karibu na Dr. Ibrahim Kabole ambaye ametusaidia sana katika kufikia lengo zima la kujua ajira ngapi tumeweza kuzitoa kwa mwaka 2023. ZPDB imeshirikiana na Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi na Wizara ya Ardhi, Maendeleo ya Makazi katika kuimarisha miundombinu mbalimbali ikiwemo barabara, bandari, viwanja vya ndege, mifumo ya usimamizi wa ardhi na ujenzi wa nyumba za bei nafuu kwa wananchi. Kwa upande wa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi tuna Engineer Msemo ambaye wakati wote tumekuwa naye bega kwa bega katika kuhakikisha miradi ya wizara hii inatekelezeka, na pale penye changamoto basi amekuwa mstari wa mbele pamoja na mtendaji mkuu wakitusaidia kwa njia moja ama nyingine kuweza kukamilisha mikataba, kuweza kupata finance na kuweza kupata resources nyingine mbalimbali. Upande wa poti tuna mkoani poti kule Pemba ambayo imeshakamilika na kwa mara ya kwanza imeanza kupokea containers, lakini pia tuna Fumba poti ambayo pia imeshakamilika na tayari imeshaanza kutumika. Tuna Shumba port ambayo sasa hivi kwa kwenye 70%, lakini tuna multipurpose port, port ya Mangapwani. Sisi kwa upande wa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi tunashukuru sana PDB kwa mashirikiano yao makubwa ambayo wanatupatia katika kuhakikisha kwanza kwamba miradi ya maendeleo inayohusiana na sekta ya ardhi na sekta ya makazi inatekelezwa na inatekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Na katika hili kwa upande wa wizara tayari tumeshashirikiana na wenzetu wa PDB katika miradi miwili mikubwa, ukiwemo mradi wa ujenzi wa nyumba 3000 za Chumbuni ambazo kwa sasa tumeanza kwa phase 1 na tumeanza na nyumba 1095. Lakini mradi wa pili ambao tulishirikiana na PDB katika kuhakikisha kwamba
unakwenda kutekelezwa ni mradi kupitia sekta ya ardhi. Kuna mradi huu wa LARIS ambao tunasema ni Land Registration Information System, mfumo wa usajili wa ardhi Zanzibar. Tukiukumbuka ule usemi maarufu usemao Zanzibar ni njema atakaye na aje. Naam, kweli watalii na wageni wanakuja Zanzibar kutokana na amani na utulivu wa nchi yetu, uzuri wa vivutio vyetu vya kitalii na huduma zetu bora za kitalii. Kwa upande wa sekta ya utalii, ZPDB imeshirikiana na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale na taasisi zilizo chini ya wizara hiyo katika kufungua milango na fursa nyingi za utalii ndani na nje ya nchi, kama kuongezeka kwa uwekezaji wa hoteli kubwa za kitalii, kufungua milango ya masoko mapya ya kitalii kama Halali Tourism, pamoja na kukua utalii wa mikutano na matukio, bila kusahau usimamizi wa miradi ya mambo ya kale na urithi. Kupitia mashirikiano ya karibu kabisa, mashirikiano ya hali ya juu kabisa baina ya wizara na PDB, tumeweza kufungua milango ya masoko mbalimbali ya utalii na katika sekta ya urithi wa mambo ya kale ya kimataifa. ZPDB kwa kushirikiana na Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar imehakikisha inasimamia miradi ya uchumi wa bluu inayotekelezwa kwa pamoja kati ya Wizara ya Uchumi na Uvuvi na taasisi zake na wizara nyingine na taasisi za serikali, na kuhakikisha miradi itokanayo na uchumi wa bluu inatekelezwa kwa wakati, pamoja na rasilimali za baharini kama vile uvuvi na mazao ya baharini zinatumika kwa njia endelevu ili kuongeza uzalishaji na faida kwa jamii. Kwa hiyo tunapopata changamoto huwa tunawaita PDB na tunakaa nao na wataalamu wengine na tunapata suluhisho la matatizo yetu kwa haraka. Kwa mfano, wametusaidia kutengeneza Blue Economy Roadmap ambayo imetusaidia pia kuona ni maeneo gani tuyape kipaumbele kwa haraka, na pia tumeweza kuzikuta changamoto ni zipi na tukazitanzua kwa pamoja. Walifanikiwa kutembelea miradi inayotekelezwa au inayojengwa na Jeshi la Kujenga Uchumi, kwa mfano kwenye kiwanda cha Malagaa kule Kama. Kwa upande wa eneo la mawasiliano na habari, ZPDB kwa kushirikiana na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Idara ya Habari Maelezo na Shirika la Utangazaji Zanzibar, pamoja na vyombo vya habari na wadau mbalimbali nchini, imeweza kuimarisha utoaji wa taarifa kwa wananchi na kutangaza mafanikio ya kazi ya Mheshimiwa Rais na serikali, ikiwemo katika miradi ya kipaumbele na kimkakati. Katika sekta ya habari kwa kweli tumenufaika sana na PDB. Nimpongeze sana meneja ndugu yangu Mohamed Mansur kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kupitia kitengo chetu cha habari, kwa sababu ameweza kuiboresha habari maelezo kwa kuwapatia vifaa mbalimbali, ambapo vifaa hivyo ni zaidi ya milioni 40 vilivyotolewa na Benki ya Watu wa Zanzibar. Lakini pia alisaidia kushirikiana na SUZA kwa ajili ya kutoa mafunzo mbalimbali ya waandishi wa habari, ukiwemo uhariri, upigaji wa picha, lakini na fani nyingi ambazo zimeweza kutolewa katika sekta hii ya habari. Pamoja na hilo pia, kwa kupitia PDB wameweza kuonesha mafanikio mbalimbali kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Hii ni kuifanya TV za Tanzania Bara kuwa karibu sana na serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa yale mazuri ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya. Sasa hivi ukienda katika vituo vya habari mbalimbali, baadhi hivyo kwa ikiwemo Channel 10 kila Jumamosi kuna makala kuhusu maendeleo ya masekta mbalimbali, miradi ya maendeleo ya Zanzibar. Azam TV zipo, ukifungua ZBC2 wanaonyesha. Ukienda katika Clouds TV unaonekana hiyo, ukienda katika Zanzibar Cable TV, ZBC na kadhalika. TBC tumeanzisha kipindi kinaitwa Kishindo cha Dr. Mwinyi. Kwa hivyo Kishindo cha Dr. Mwinyi sasa kinaendelea toka mwezi Juni mwaka huu. Kipindi hiki kinaitwa Dr. Mwinyi na uchumi wa blue. Hiki tumekianzisha ZBC kwa kuonyesha mafanikio na maendeleo ya uchumi wa blue. Lakini kipindi hiki kinaitwa Dr. Mwinyi na miradi ya kimkakati. Hiki kipindi tumekianzisha Azam TV. Na hata hizi vipindi ambavyo leo tunaviona na makala hivi tumeweza kuvipeleka katika boti za Azam Marine na kadhalika, lakini katika reli ya SGR. Tulizungumza shirika la reli la Tanzania
na sasa hivi Watanzania wanaweza kuona katika sehemu za kusubiria abiria na katika TV zilizopo katika boti hizo na reli ya SGR. Ndani ya taasisi ya ZPDB ipo idara ya fedha na ufuatiliaji rasilimali ambayo imesaidia kufanya kazi kubwa ya kutafuta fedha za miradi ya kipaumbele kwa kushirikiana na afisi ya Rais, fedha na mipango, pamoja na taasisi za fedha zilizopo ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuharakisha utekelezaji wa haraka wa miradi ya kipaumbele ya serikali. Katika eneo la fedha, pia ZPDB imeweza kujadiliana na kushirikiana na wawekezaji, washirika wa maendeleo na sekta binafsi ili kuja kuwekeza katika miradi ya vipaumbele. Ilianza na eneo kubwa sana la matumizi kutawaliwa na matumizi ya kawaida. Sasa matumizi ya kawaida huwa hayaleti tija katika maendeleo. Tulibadilisha mwelekeo na sasa kinyume chake ni kwamba serikali kwa mwaka huu wa fedha tunaoendelea nao inatumia 63% ya fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo na 37% ndio tunatumia kwa ajili ya matumizi yetu ya kawaida. Miaka miwili ya PDB imekuwa ni yenye mafanikio kadhaa. Katika eneo la fedha kumekuwa na mashirikiano ya karibu sana baina ya taasisi ya PDB pamoja na Wizara ya Fedha katika kutafuta nyenzo mbalimbali na njia mbadala za kutafuta fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa mwaka wa fedha 23-24 PDB ilishirikiana kwa karibu na Wizara ya Fedha katika kutafuta pesa za kutekeleza miradi ya maendeleo kupitia mkopo wa ndani wa takriban bilioni 470 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo kwa mwaka huo wa fedha. Ni mara ya kwanza kwa Serikali ya Mapinduzi kuwa imeweza kukopa katika fedha katika mabenki ya ndani kiasi kikubwa cha namna hiyo. Lakini pia ni mara ya kwanza pia kwa serikali kuweza kutekeleza bajeti yake ya maendeleo kwa zaidi ya 100%. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa. Kwa hakika, wazo na maono ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi hayakuwa ya kubahatisha katika kuanzisha taasisi ya afisi ya Rais, ufuatiliaji na usimamizi wa utendaji serikalini, kwani ni dhahiri taasisi hiyo imeonyesha madhubuti na umuhimu wake mkubwa katika kumsaidia kazi Mheshimiwa Rais ya kufanikisha utekelezaji wa haraka kwa miradi ya kipaumbele ya serikali ndani ya wakati. Mafanikio haya ya kazi nzuri na kubwa ya Mheshimiwa Rais yanatoa taswira chanya ya mustakabali wa Zanzibar. Hata hivyo, matarajio ya baadaye ya ZPDB ni kuendelea kuboresha usimamizi wa miradi mikubwa na kuhakikisha kuwa wananchi wote wananufaika na uwepo wa miradi hiyo. Kwa hakika, tumpe heko, pongezi nyingi na maua yake Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha na kuisimamia taasisi ya ZPDB na hatimaye kufanikisha lengo lake la utekelezaji wa miradi ya kipaumbele ndani ya muda mfupi. Hakikisheni mnatoa huduma bora kwa wananchi kwa zile wizara za kutoa huduma. Hakikisheni mnaondoa urasimu wa aina zote. Hakikisheni mnakuwa wabunifu wa mambo mapya. Ondoeni uzembe, uvivu, utoro na chukueni hatua kwa wasiowajibika mara moja. Hakuna haja ya kusubiri mpaka aje mtu mwingine. Wewe ndiyo mwenye dhamana. Napenda ieleweke wazi kama nilivyosema kwamba PDB ni kitengo maalumu ndani ya ofisi yangu ambacho kinaundwa na timu ya wataalamu ambao wameajiriwa kwa utaratibu wa ushindani wa wazi na watafanya kazi bila kuchoka ili kuhakikisha kwamba ahadi tulizozitoa zinatekelezwa kupitia wizara na taasisi nyingine zenye dhamana husika. Taasisi hii itasaidia kuondoa vikwazo, kubaini uhaba wa rasilimali na masuala mengine ambayo yanaweza kuchelewesha maendeleo yetu. Lengo ni kufanikisha utekelezaji wa ahadi zetu kwa wananchi
ni jukumu letu sote kufanya kazi kama timu moja.